Usiku mmoja, Maria hakulala. Alizima taa, lakini mawazo hayakuzima. Aligeuka kitandani mara nyingi, halafu akajiuliza kimya kimya, kwa nini nimeshindwa tu kumsamehe? Hakutaka kumchukia Ana. Kwa kweli alichuka kuumia, na alitamani kurudi katika ile hali aliyokuwa nayo mwanzo, kabla halijatokea tukio aliloumizwa. Lakini kila aliposema moyoni na msamehe, kitu ndani yake kilikataa. Ndipo aligundua jambo. Hakuwa anamshikilia Ana, alikuwa anashikilia kile kilichotokea. Kila alipofikiria kumsamehe, moyo wake ulisema, lakini alichofanya kilikuwa si sahihi. Na hapo ndipo mapambano yalianza. Kwa sababu ndani ya Maria kulikuwa na sauti mbili. Sauti ya kwanza ilisema, songa mbele. Lakini sauti ya pili ilisema, usimsamehe kirahisi, ataona kama hakukuumiza. Maria alishtuka. Kwa mara ya kwanza alitambua, hakuwa anaogopa kumsamehe Ana. Alikuwa anaogopa kitu kingine. Alikuwa anaogopa maumivu yake yasitambulike. Alijiuliza, nikimsamehe, nani ataona nilivyovunjika? Kwa sababu moyoni mwake, kusamehe kulionekana kama kufuta tukio. Kana kwamba kusema, nimekusamehe, ni kusema ulichofanya hakikuwa kikubwa. Ndipo akatambua ukweli mgumu. Hakutaka tu haki itendeke, alitaka Ana aelewe uzito wa alichofanya. Na maumivu aliyobeba ndiyo yalikuwa ushahidi wake. Bila maumivu, ilionekana kama hakuna aliyewahi kumkosea. Hapo Maria aligundua kitu kizito sana. Alikuwa hajamshikilia Ana. Ana alikuwa huru, lakini Maria alikuwa bado anaishi siku ile. Na ghafla akaelewa. Wakati mwingine hatuishi kwenye tukio kwa sababu ni kubwa sana. Tunaishi humo kwa sababu hatujui kuwaacha waliotuumiza uende bila kulipa. Ndiyo maana kusamehe ni ngumu. Kwa moyo wa mwanadamu, kusamehe huonekana kama kumpa aliyekuumiza amani wakati wewe uliumia. Lakini kuna ukweli ambao Maria bado hajaujua. Kutokusamehe humfunga aliyeumizwa, si aliyekosea. Karibu Elroy Rema.